hivi hauna jinsia Unayo. Hauna jinsia, wanawake pia wanafuatilia mipira. Sawa, wanafuatilia lakini kwa hiyo tutaenda wote. Hapana. Namba ni kwa kidogo, wewe huwezi makelele ya kule. Wanawake zetu mtuvumilie wakati wa kombe la dunia. Na nalisema hili kwa unyenyekevu kabisa. Tarehe 11 siku ya Alhamis, Mexico atakuwa anacheza na South Africa saa 4 usiku. Mechi itamalizika saa 6, around saa 6 pale. Sawa? Kuna mechi iko ya South Korea na Chezia. Hii mechi itafanyika siku ya Ijumaa tarehe 12 saa 11 asubuhi. Unanielewa? USA anacheza na Paraguay Jumamosi ya Juni 13. Mechi iko saa 10 alfajiri. Brazil atacheza Jumapili tarehe 14. Brazil dhidi ya Morocco. Mechi iko saa 7 kamili, ile past midnight. Wake zetu, hii ratiba mimi naibandika ratiba ya kombe la dunia nyumbani. Ili in case wife anapata mashaka, anaenda kusoma pale ratiba, ukutani ratiba kwamba huyu mzee leo mechi iko saa 9 atarudi asubuhi. Hii mechi iko saa 7 nitarudi saa 9. Kwa mpaka na safari saa 10 alfajiri ndio nitakuwa narudi. Kwa hiyo hii naiomba ruksa kabisa, ya kwanza. Cha pili, waajiri tunaomba kuwe na World Cup leave. Kama sick leave. Yani World Cup waajiri, hebu jaribuni kuitazama kwa acha ujinga. Bosi wangu HR wangu Neema, najua popote pale ulipo, hebu jaribu kufikiria hili jambo. Kuwe kuna World Cup leave. Yani kibali kitoke nyumbani, kibali kitoke ofisini. World Cup inakuja mara moja kwa miaka 4. Sasa kuna mechi inaanza saa 11. Nimekutajia hapa mechi ambayo inaanza saa 11 za asubuhi. Kwa mfano South Korea na wachezea, mechi inaanza saa 11 asubuhi. Manake hii mechi inaisha saa 1, around saa 1 pale. Na lazima uwe mtu umeamka ili uweze kuangalia saa 11, labda umeamka saa 10. Huyu mtu baada ya mechi anahitajika kulala. Kwa hiyo wanaoenda kazini asubuhi, kuna namna ambavyo mwajiri anaweza akaiangalia hii. Ni kombe la dunia mara moja tu katika kipindi cha miaka 4. Kuna namna mtu unaweza ukaichekecha na ikakaa vizuri. Kama inavyowezekana kuchekecha ikakaa vizuri, basi hata kuchekecha ukaangalizia nyumbani pia nayo inawezekana. Sasa nyumbani utaangalia na nani? TV za nyumbani hazionyeshi. Nitaangalia na nani? Unaangalia na mke wako. Tena ndo raha. Sikiliza bwana. Yani goli likifungwa mnashangilia wenyewe. Hatupendi kuangalia mpira nyumbani. Kuepuka maswali ya ajabu na vitu ambavyo vinaweza vikakupa hasira. Kama ukiwa uko nyumbani unaweza ukaona unaangalia mpira, anamuona huyu ana kifua kipana, huyu ndio mwanaume sasa unajiuliza hivi, wewe unataka kuniingiza ugomvi na mamangu Mheshimiwa Gwajima hivi bila sababu yote ile yani huyu ana kifua kipana, huyu huyu ndio mwanaume huyu. Unaona muscles hizo huyu ndio mwanaume huyu. Akifunga unasikia mwanaume kafunga. Huyo ndio mwanaume. Huyo mwanaume anafunga, wewe unashangilia hapa kwenye kiti Kwa hiyo kuyaepuka hayo yote, please. Sehemu nzuri ya kwenda kuangalia mpira ni kwenye vibanda umiza, na sisi wengine wote tunaangalia zaidi tuko comfortable tutawafuata huko comfortable, sehemu nzuri, sehemu comfortable ya kuangalia mpira World Cup mlipo tupo. Tukutane Pangua. Kutukanana sio mila zetu, tena uwanjani jua majukwaa. Mimi matusi mtasikia mimi nikitukana mtu. Pangua. Kichwa kama mbuzi wewe. Nimeongea vibaya wenzangu. Pangua. Nilisema waache wanywe bia. Kwa tuanga bia tu. Mheshimiwa Waziri, unanisikiliza au unachati? Pangua.
Wosia uandikwe mapema kuepuka migogoro. Huo ni mjadala kuhusu migogoro ya mirathi ambayo inaendelea nchini kushika kasi baada ya chama cha wajane Tanzania TAWIA kupendekeza kuimarishwa kwa utamaduni wa uandikaji wosia kama njia ya kupunguza migogoro ya kifamilia inayojitokeza baada ya vifo vya waume wao. Sasa tumsikilize hapa Rozi Saruati, huyu ni mwenyekiti wa TAWIA kanda ya Kaskazini, akiwa anapigilia msumari kwamba wosia uandikwe. Wosia sio kama kwa mwanaume tu. Wosia ni kwa baba na mama. Hata ujumbe wetu unasema wosia ni wa baba na mama. Na wosia ni kujali, wosia sio uchuro. Lengo ni kwamba umma wa Tanzania uelewe kwamba wosia ni sio uchuro, wosia ni kujali na kuipenda familia yako. Kwa sababu baba, wewe ndio unajua kabisa wewe ndio unayekinga ile familia, ndio una protect ile familia. Wewe haupo sasa. Nani atakiwa protect? Tumeona wosia unaweza ku protect familia kwa baba kuandika na mama kuandika ili tusiache migogoro isiyokuwa ya lazima. Wosia una protect familia, endapo mmoja wapo akiondoka basi kunakuwa hakuna migogoro. Moja kati ya jambo gumu kweli kwa watu kufanya, kwa baadhi ya watu kufanya ni kuandika wosia, Oscar, kwa sababu mara nyingi ukiona mtu ameandika wosia basi ujue anapitia changamoto mbalimbali aidha za kiafya. Lakini ya mtu ambaye hana changamoto yoyote ni wachache sana ambao wanaweza wakaandika. Kuna ambao wanaamini kuandika wosia ni kama kujichuria. Tena imekuaje? Kuna nini? Yaani hata watu wanaogopa. Imekuaje mpaka ukaandika wosia? Lakini kiutaratibu ni jambo zuri. Kifo ni kitu ambacho kila mtu anapaswa kuwa na uhakika nacho muda wote. Ni kitu ambacho kitatokea. As long as ulizaliwa utakufa. Njia pekee ya kutokufa ni kutozaliwa. Kwa hiyo kama umezaliwa utakufa. Mimi sitaki kuamini sana kwamba watu hawaandiki wosia au urithi au kuondoka mirathi yao wameiweka sawa sawa kwa sababu ya kujichuria. Mimi siamini katika hilo. Naamini bado tuna jamii ambayo bado hatuna elimu ya kutosha kabisa. Bado hatuna elimu ya kutosha. Sio kwamba tuna jamii ya watu ambao wanaogopa kufa, kwa sababu kwenye jamii ambayo tunaishi watu kila siku wanatangulia mbele za haki. Kwa hiyo sidhani kama ni jambo ambalo watu hawaandiki kwa sababu ya kuogopa. Ni jambo ambalo cha kwanza bado elimu haijatolewa vya kutosha. Na elimu hapa mimi sitaki tu iwe kwenye mirathi. Inapaswa kuwa kwanza elimu kwenye jamii yote. Tunazo baadhi ya familia ambazo hazijawahi kugombana na hakuna maandishi ambayo yaliachwa. Ambayo kwangu mimi huo unapaswa kuwa msingi wa kwanza. Kutengeneza jamii ambayo inajitegemea. Migogoro mingi ya mirathi inasababishwa na umaskini. Sisi bado ni jamii maskini. Ndio maana hata mjomba anaweza kuja kuleta mgogoro kwenye sehemu ambaye aliyefariki ni mtoto wa dada yake. Haimhusu kabisa. Babu anaweza akaja kwenye mirathi ya mjukuu wake. Unanielewa? Kwa hiyo migogoro mingi ya mirathi, kwa maoni yangu, migogoro ya mirathi inasababishwa na umaskini. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili ndio kile cha elimu na pengine ubinafsi, kwa sababu ziko baadhi ya familia watu wana uwezo, ni wasomi, wana economic position, kila economic status nzuri kwenye kila mtu, lakini kuna ubinafsi ambao uko mle ndani ndio unapelekea kwenye migogoro mingi. So kwangu mimi tungeanza kwanza kwenye kutoa elimu ya kutosha kwenye jamii yetu, kwenye level ya familia, watu kuweza kuelewa, itakuja kutusaidia pakubwa.